Tafakari yetu ya leo, tuendelee kutafakari juu ya sakramenti hii ambayo sakramenti hii ni fumbo. Sakramenti ya ndoa ni fumbo. 1+1 ni 2, lakini 1+1 ni 1. Maana yake tumesikia katika somo la Injili kwamba aliyounganisha Mungu mwanadamu asiyatenganishe, lakini nyuma kidogo akasema kwamba mtu mume atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, nao hawatakuwa wawili tena bali mwili mmoja. Aliyounganisha Mungu mwanadamu asiyatenganishe. Wanangu hawa wapendwa, leo hii wamejizatiti, na kabla ya kujizatiti hapa walikaa katika muda mrefu wa uchumba wakichunguzana, na mara baada ya kuchunguzana wameona sasa waingie katika sakramenti ya ndoa. Ndugu zangu wapendwa, uchumba ni muda fulani au kipindi fulani wa kijana wa kike na wa kiume kuchunguzana katika kuingia katika maisha mema ya ndoa. Uchumba ni kipindi cha kujiandaa kiroho na kimwili katika kuingia katika maisha ya ndoa. Na hawa sasa wanaingia katika maisha matakatifu ya ndoa. Ndugu zangu, sakramenti ya ndoa na ndoa kuna tofauti. Ndoa ilikuwepo tangu mwanzo, na ndio maana tukirejea katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2 kuanzia aya ile ya 18, naona kwamba Mwenyezi Mungu kila alichoumba kilikuwa ni chema sana, lakini akaona afanyizie wa kufanana naye, akasema kwamba mimi huyu sitamwacha awe peke yake, bali nitamfanyizia msaidizi wa kufanana naye. Zangu wapendwa, katika somo hili asema Bwana Mungu alisema si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyizia msaidizi wa kufanana naye. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya 18. Mseti wa kufanana naye ni Lea, ndio ambaye amechagua wa kufanana naye ni Lea. Hivyo basi ndoa ilikuwepo tangu mwanzo, lakini Kristo Yesu aliikuza ikawa sakramenti. Aliikuza wapi? Aliikuza katika harusi ya Kana ya Galilaya. Alivyoalikwa harusini na alivyofika harusini, wakatindikiwa divai, yeye akafatwa na mama yake Bikira Maria, akamwambia mwanangu hawana divai. Akaambia mama, Yesu Kristo akamwambia, mama una nini nami? Wasaa wangu bado. Lakini akawafuata wale watumishi akawaambia, atakalowaambia fanyeni. Wakaenda wakaambiwa wajalize mabarasi maji, wakajaza mabarasi maji. Akaambia tekeni mpelekeeni mkuu wa meza. Wakateka. Kitendo cha kupeleka kwa mkuu wa meza, kuonja maji yale yanakuwa divai, na mkuu wa meza anaisifia divai ile, sema tangu mwanzo watu hutengeneza divai, watu wakinywa na kusherekea vizuri zaidi, wakitindikiwa wanaweka maji humo ndani, lakini sasa umetengeneza divai iliyokuwa njema tangu mwanzo mpaka sasa. Maana yake ndoa ni njema wanangu, ndoa ni njema. Lakini bado Kristo Yesu hajaishia hapo. Katika somo la Injili ndio akaimarisha zaidi, aliyounganisha Mungu mwanadamu asiyatenganishe. Lakini tuangalie nini maana ya sakramenti ya ndoa. Sakramenti ya ndoa ni sakramenti yenye kuunganisha Wakristo wabatizwa wawili, mume na mke, waliopendana kwa hiari bila shuruti au kizuio au kizuizi chochote, na kuwapa neema ya kuishi pamoja kitakatifu, wakiwalea watoto wao katika maisha ya utakatifu. Lakini sakramenti hiyo ya ndoa inawahitaji nini? Wawe waaminifu kati yao, wawe waaminifu kati yao. Sasa hivi mahusiano mengi yanatawanyika kwa kutokuwa na uaminifu. Kwa hiyo mnaalikwa muwe waaminifu
katika sakramenti hiyo ambayo nyinyi wenyewe mmekubali kuweza kukaa katika sakramenti takatifu ya ndoa.